Moja kati ya eneo muhimu sana ili biashara aina yoyote ile iweze kufanikiwa, basi ni eneo la mauzo. Mmoja kati ya wanasaikolojia wa mauzo hapa duniani, Brian Tracy, alipowahi kuulizwa kwamba what is the purpose of making a business, yaani ni nini lengo la kuweza kufanya biashara, alijibu the purpose of making business is to create and keep customers, kwamba lengo la kuweza kufanya biashara ni kuweza kuwatengeneza na kuwabakisha wateja. Lakini Vusi Thembekwayo, the Customer Choice Winning Award na pia ni most influential leader kutokea South Africa, alipoulizwa ni aina gani ya skill ambayo ni muhimu sana kwa mfanyabiashara yeyote yule kuweza kuwa nayo, alijibu is sales, ni mauzo, kwamba huwezi ukafanya biashara kama haujui jinsi mauzo yanavyofanyika. Na hii imekuwa ikileta changamoto na baadhi ya watu wameweza kukopa mitaji na kuweza kuamini ya kwamba mtaji ndio kila kitu katika biashara, lakini biashara zile ziweza kufa kwa sababu hakuweza kujua eneo zima la mauzo linafanya vipi kazi. Na ni kitu ambacho nataka nikishare leo kwa namna ambayo itamfanya kila mfanyabiashara aweze kujua kupanga mauzo. Imekuwa ni rahisi sana kwa wafanyabiashara wengi pindi ambapo wanaulizwa bei na wateja, hii huduma au hii bidhaa yako ina cost kiasi gani, na wao wanataja bei. Mara nyingi haitokani tu na estimation ambayo wameifanya kutokana na gharama za maandalizi au operational cost na kuona faida ambayo wanaipata, lakini mara nyingi wengine wamekuwa wakiingia kwenye mtego wa competitors wengine wanachaji kwa kiasi gani, basi na wao wanajikuta wanachaji kwa bei ile wakihisi ya kwamba wanapata faida. Lakini ukweli ni kwamba unaweza ukanunua bidhaa ya shilingi 5,000 ukaiuza shilingi 10,000 na faida yako isiwe shilingi 5,000. Sasa hii inatuonyesha kwamba kipengele cha bei sio namba tu ambayo unamtajia mteja, lakini ni moja kati ya strategy ya biashara, na hiyo inaenda kuathiri sana jinsi ambavyo mteja ataweza kukubaliana na bei hiyo, kwa sababu thamani ambayo unampatia mteja, positioning yako, experience ambayo mteja anaipata vinaathiri sana jinsi ambavyo mteja anaipokea bei na jinsi ambavyo itakunufaisha wewe kama mfanyabiashara. Leo tutaenda kuangalia strategies ambazo zitakusaidia sana kwenye masuala mazima ya bei au tunaita pricing strategies. Lakini kabla hatujaenda huko, ningependa tu kukugusia haya mambo manne ambayo yanaitwa marketing strategy, yana uhusiano mkubwa na swala zima la kuweza kupanga bei. Kitu cha kwanza ni product. Kwanza ni lazima ufahamu bidhaa au huduma ambayo unaitoa. Kitu cha pili ni place, yaani eneo ambalo unatoa huduma au unatoa bidhaa hiyo. Watu wengi wamekuwa wakitoa huduma katika maeneo tofauti. Kuna maeneo ambayo ni premium, kuna maeneo ambayo ni ya kawaida, lakini kuna maeneo ambayo ni ya hali ya chini. Ni moja kati ya kitu cha kuzingatia sana kabla ya kuweza kudecide aina ya bei ambayo unaenda kumchaji mteja. Kuna swala lingine linaitwa promotion. Watu wamekuwa wakifanya matangazo. Na jambo la nne ni price, ambayo ndio bei yenyewe. Kwa hiyo ukiangalia haya mambo manne yote yana utegemezi kwenye biashara katika kubaini ni aina gani ya bei ambayo utaenda kumchaji mteja. Sasa tuende kuingia moja kwa moja kwenye pricing strategy, ambayo huu ni mkakati wa kuweza kupanga bei elekezi ili uweze kukunufaisha wewe kama mfanyabiashara, lakini pia isiende kumkandamiza yule ambaye ni mteja, lakini mpatie thamani halisi kulingana na value ya bidhaa au huduma ambayo unaitoa. Kitu cha kwanza au strategy ya kwanza wanaita dynamic pricing strategy. Biashara nzuri zinachaji bei ya bidhaa au huduma kwa mteja kulingana na mazingira. Sio mazingira yote yatakuwa sawa kuweza kutoa bei ile ile. Mazingira yanabadilika, na hivyo wewe kama mfanyabiashara ni jukumu lako kuweza kujua katika mazingira haya niweke bei gani ili niweze kuenenda na biashara yangu vizuri. Kuna wakati ambao kunakuwa kuna demand, kuna wakati ambapo kunakuwa kuna oversupply. Kuna wakati ambapo biashara inapitia hali fulani tu ambayo na wewe unahisi ya kwamba kuna namna unatakiwa ufanye kwenye upande wa bei. Sasa watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba katika mazingira yote au katika nyakati zote, basi kwa sababu biashara yake ameweka bidhaa ile itauzwa shilingi 5,000 itabaki kwa 5,000. Hapana. Wakati wa demand mara nyingi kuna price fluctuation, kunakuwa kuna
mtikisiko wa bei ambao unatokana na uhitaji wa watu wa bidhaa au huduma ambayo unaitoa. Wakati wa demand tunamaanisha kwamba, kwa mfano kama wewe unauza matunda alafu kikafika kipindi ambacho sio msimu wa matunda yenyewe ambayo unayauza, obvious kutakuwa kuna demand kubwa, kwa sababu uhitaji utaongezeka na matunda yatakuwa ni machache sokoni. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kusoma hali ya soko, na ndio maana pia kukiwa kuna oversupply ya matunda hayo kwa wakati fulani kwenye soko, utakuta bei inashuka kwa sababu watu ni wengi ambao wanauza bidhaa hiyo, na watumiaji pia wanaona ni nafasi ya kuweza kuwa na option nyingi za kuweza kuchagua ni wapi penye gharama nafuu. Strategy namba 2 inaitwa premium pricing. Hii ni strategy ambayo inatumika pale ambapo mtu au mfanyabiashara anachagua kwa makusudi kabisa kuweza kuiposition biashara au tunasema huduma au bidhaa yake katika bei ya kiwango cha juu. Na hapa ndipo pana mtazamo tofauti, na ni lazima uweze kuelewa hili ya kwamba premium pricing sio kitendo tu cha kuamka asubuhi na kuweza kuamua kwamba leo nitauza bidhaa yangu katika bei ambayo ni premium. Ni lazima umpatie mteja sababu ya kuona ya kwamba ana deserve na huduma au bidhaa ambayo anaipata. Kwa hiyo premium pricing inaendana na premium perception ambayo mteja ataipata kutokana na bidhaa au huduma yako. Na mara nyingi watu wamekuwa wakitumia tekniki mbalimbali kuweza kuchaji premium. Pengine wakaongeza ubora wa packaging, pengine wakaongeza ubora wa service kwa maana ya delivery, wakaongeza vitu fulani ambavyo vinaweza vikamfanya mteja aone ya kwamba ana deserve kuweza kulipia bidhaa yako au huduma katika kiwango cha premium. Na strategy ya 3 inaitwa price skimming strategy. Hii ni strategy ambayo inatumiwa na makampuni ambayo ni makubwa, yana authority, yanaweza yakatoa bidhaa mpya sokoni na wakaamua kuichaji kwa bei ya juu kutokana na kwamba ni version mpya sokoni. Kwa mfano tumeona kama kampuni za simu jinsi ambavyo zinakuja na price ya juu wakati ambapo zinatoa version mpya za bidhaa zao, na hiyo inakuwa inachukuliwa kawaida kwa sababu tayari wana authority kulingana na perception ya brand yao, wanaweza wakafanya hivyo. Inaweza ikawa ni tofauti au inaweza ikawa na athari tofauti pindi ambapo mtu ambaye ana brand ya kawaida au brand ya chini akiamua kufanya hivyo, pengine isimpe matokeo. Strategy namba 4 inaitwa penetration strategy. Ni moja kati ya strategy ambayo inatumiwa sana na wafanyabiashara. Tumewahi kuona migahawa mipya ikifunguliwa na huduma zinakuwa zikitolewa bure, pengine kwa ofa au kwa namna hiyo, kwa sababu wanahitaji kuwavutia watu kuona thamani ya huduma ambayo wanaitoa kwanza kabla ya kuanza kuchaji kwa kiwango ambacho wanahitaji kukiweka, kwa sababu hii inakuwa inawavutia watu kuweza kuona kwamba wana sababu ya kuweza kurudi kwa sababu ya ile loyalty ambayo, kumbuka, wateja wananunua kwa hisia. Kwa hiyo unapowatengenezea mazingira ya kuona kwamba umewathamini na unawapa huduma ambayo walikuwa wanaistahili, wanaweza wakaona sababu ya kurudi kwako. Kwa hiyo kuna wafanyabiashara wengi sana ambao wakati walianza kufungua biashara zao, walianza kwa kutoa ofa, walianza kwa kutoa discount au pengine kutoa huduma bure kabisa ili kuweza kujenga imani kwa wateja na kuweza kutengeneza customer retention. Ni ipi kati ya hizi pricing strategy imeweza kukugusa na pengine unaitumia au utaenda kuitumia kwenye biashara yako? Ningependa kuona ukiniandikia hapo kwenye comment, lakini pia kama kuna ambacho unahisi ni zaidi ambacho unaweza ukashare kuhusiana na pricing strategy, ni muhimu kuweza kushare mawazo hayo kwa sababu yanaweza yakawa na thamani sana hata kwa mtu mmoja ambaye anafuatilia video hii. Usiache kunifollow, lakini pia kushare video hii kwa rafiki au ndugu ambaye unahisi ya kwamba anafanya biashara na pengine video hii ikaweza kumsaidia, kwa sababu maarifa ni kwa ajili ya kuweza kuyashare. Pindi ambapo tunapata maarifa na tukayashare, inatusaidia kuweza kujifunza sote kwa pamoja na kukua kwa pamoja. Usiache pia kujiunga na grupu letu la WhatsApp ambalo ni la vijana ambao wanakutana kwa ajili ya kushare mawazo na kuweza kukua pamoja. Linaitwa Mindset Hub, na unaweza kuwasiliana na mimi kwa kupitia namba ambazo zipo kwenye description. Naweza nikakuunga moja kwa moja, na hapo utakutana na community ya vijana wengi wenye mawazo chanya yatakayokusaidia kuweza kuinuka katika swala zima la biashara, mindset, uongozi na hata maisha kwa ujumla.
Jina langu ni Matiko Joseph, personal branding and a business strategist. Tukutane kwenye video nyingine.